kwa ukamilifu usiokosewa, yeye asiye na mwisho, ameweka hesabu na mataifa yote. Wakati rehema zake zimeambatana na wito wa toba, hesabu hii hubaki wazi. Lakini pale ambapo kikomo fulani ambacho Mungu amekiweka kinapofikiwa, karibuni tena wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika channel hii ya Bible Truth Prophecy Minister. Leo ni siku nyingine tena tunapata wasaa kujifunza neno la Mungu. Ni rehema na neema zake tu Mungu kwa kweli zinatufanya tuweze kusimama hapa. Isingekuwa neema zake wapenzi, tusingeliweza kusimama hapa na kuhubiri. Ni kwa sababu bado anaruhusu anatupatia muda na wakati, hata kama tulikuwa na mambo ambayo bado hatujayatengeneza katika maisha yetu, tuweze kuyatengeneza, kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni anachokilenga na tamani kila mmoja wetu aweze kusikia ujumbe huu na watu wengi waweze kuandaliwa mno kwa malio ya Kristo. Hivyo ni sababu ya rehema zake na neema zake ndio maana leo tuko hapa. Na tunaambiwa wazi ya kwamba kadri tunapoelekea mwisho wakati, itapaswa tujifunze vitu vingi sana, na inatakiwa tujifunze vitu hivyo kwa muda mfupi sana, kwa sababu muda ni mchache, lakini mambo ya kujifunza ni mengi sana, na tunaelekea mwisho wa pambano hili. Hivyo kama tunaelekea mwisho wa pambano hili, shetani anafahamu ya kwamba ili kusudi aweze kutushinda, analeta mambo mengi katika maisha yetu. Anatupatia muda mwingi sana kujifunza mambo ya dunia hii, lakini tunakosa muda wa kutafakari habari ya mpango wa ukombozi. Tunakosa kabisa muda huo. Na ndio maana mtu anaweza akawa anashughulika na mambo ya dunia hii, habari ya kutafuta mali za dunia hii, habari ya kutafuta maisha ya dunia hii, kutafuta mkate wa kila siku, asipate hata muda wa kujifunza mambo ya Mungu. Wapenzi, hiyo ni snare. Huu ni mtego wa nani? Huu ni mtego wa shetani. Kwa sababu wengi wanaamini ya kwamba Mungu amesema kwamba kwa siku 6 tufanye nini? Tufanye kazi. Lakini ukiangalia kazi zinazozungumzwa hapo watu wa Mungu, sio kazi kwa ajili ya dunia hii. Kazi zinazozungumzwa hapo ni kazi ya kukamilisha mpango wa ukombozi. Ikusudi watu katika siku ya 7 ambao ni mwaka 7 tuweze kuingia na huyu Kristo katika makao yake mbinguni. Na tukihisi kwamba majukumu yetu ya kila siku ndio kazi ambayo Mungu anatupatia, tutakuwa tunahisi vibaya, tutakuwa tunamuelewa vibaya Mungu, kwa sababu hiyo ni sehemu tu ya majukumu yetu ya kila siku. Lakini jukumu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba ile sura iliyopotea wakati mwanadamu alipotoka bustanini Edeni inarejeshwa tena kwa mwanadamu. Yaani mwanadamu aliacha mazingira yake yale yaliyokuwa safi, yanarejeshwa tena katika usawia, akiwa na akili sawia, akiwa na mawazo sawia. Yaani ile nuru iliyoondoka baada ya kuondoka Edeni irejee tena. Na hicho ndicho Yesu Kristo anachokifanya. Tukifahamu hivi wapendwa, tutatumia muda mwingi mno kuchunguza maandiko matakatifu. Tutatumia muda mwingi mno kwenye maombi. Tutatumia muda mwingi mno wapendwa kushughulika na mambo ya wokovu ya nafsi zetu na watu wengine, kuliko mambo ambayo tunayatumia, kuliko mambo ambayo tunayafanya. Na shetani kwa kuwa ni mjanja pia ameleta burudani mbalimbali, ameleta starehe mbalimbali ambazo zinawafanya watoto mwanadamu wasiwezi kung'amua ya kwamba tuko mwisho kwa mapambano, na ikusudi waweze kushikiliwa mpaka mwisho Yesu atakaposema imekwisha, na dhambi za wote zibaki kwao. Lakini wale waaminifu dhambi zao zitahamishwa kwa mbuzi wa Azazel. Na tunahitaji kujiandaa sana. Tunahitaji kujua kazi ya kuhani. Tamani kufahamu kila anachokifanya Yesu juu mbinguni, katika hema iliyoko juu mbinguni, katika chumba cha pili ambacho aliingia kuanzia mwaka 1844. Na hapo alianzisha hukumu ya upelelezi kwa wafu. Na kitambo kidogo tu tutaingia kwa walio hai, ambapo tutakapoingia kwa walio hai, kama mpendwa haujawafanya maandalizi mazuri wakati huu kabla ya kuingia kwenye hukumu ya walio hai, mpendwa, itakuwa ni kazi ngumu mno kusimama kwenye jaribu. Tunahitaji kujiandaa na kuandaa wengine kwa ajili ya Kristo. Tunaelezwa wazi kwenye kitabu cha maandiko ya awali, Ellen White, nabii wa Mungu, ukurasa wa 67,
paragrafu ile ya pili inasema kwamba baadhi yetu wamepata fursa ya kufahamu ukweli na kusonga mbele hatua kwa hatua, na kila hatua tuliyochukua ilitupatia nguvu kupiga nyingine. Lakini sasa muda karibu umekwisha. Biblia inasema kwamba muda karibu umekwisha, na yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi, yale ambayo tumekuwa tukitumia muda mwingi kujifunza katika miaka mingi, nasema kwamba tutapaswa kujifunza kwa miezi michache tu, na tutatakiwa kuondoa mengi tuliojifunza na kujifunza mengine mengi. Yaani muda ambao tulitumia kujifunza, wapendwa, kwa mambo ambayo yachukua muda mrefu, wakati huu wapendwa, itapaswa tujifunze kwa miezi michache tu. Na itapaswa kuondoa hayo mengi na kuweka mengine mengi. Kwa nini? Kwa sababu muda wetu ni mchache sana. Muda wetu ni mchache. Our times is too short. Na kazi ya kufanya ni kubwa sana. Na somo la leo wapendwa linazungumza kuhusu habari ya mpango wa ukombozi. Na leo tutagusa kipengele cha ukomo wa mpango wa nini? Wa ukombozi. Kwa sababu kuhani hawezi kuendelea kudumu tu kwenye chumba cha patakatifu mno kila wakati. Kama alivyotoka mwaka 1844 alipotoka kwenye chumba cha kwanza, ndivyo hivyo pia atatoka kwenye chumba cha pili na kuja duniani hapa. Hivyo watu wa Mungu, kama tunapuzia namna ya kujiandaa wapendwa, hatuwezi kujiandaa, kwa sababu kama hatujui kuhani anachokifanya katika chumba cha pili wapendwa, hatuwezi kujua namna ya kujiandaa. Kama hatujui ukomo sawa wa muda ambao kuhani ameutoa kwa ajili ya kujiandaa wapendwa, hatuwezi kujiandaa. Mungu wetu wa mbinguni anahitaji tutafakari tena somo hili katika siku ya leo, na imani ya kwamba tutatembea na yeye mwanzo hadi mwisho. Hivyo ni walike wapendwa, tunapoanza somo hili kwa ibada fupi ya maombi. Karibuni sana wapendwa. Basi tuweze kuomba. Asante sana Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ya upendo wako. Asante sana kwa ajili ya ukombozi uliotupatia. Asante kwa ajili ya Yesu mwanao. Asante kwa ajili ya huduma ya malaika katika maisha yetu. Baba, tunakushukuru mno kwa sababu umefanya kila linalowezekana kusudi mwanadamu aweze kuokolewa. Tutapotea kwa sababu Jehova tumeshindwa tukukutii. Lakini umeshaweka kila linalowezekana kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Baba yetu wa mbinguni, katika masaa haya tunajikabidhi mikononi mwako. Naomba msamaha wa dhambi zetu, mawazo yetu, fikra zetu. Baba, tunahitaji msamaha. Lakini Baba, tunachokuomba ni kwamba hatutoendelea tu Jehova kudumu katika dhambi hizo ambazo kila wakati tunaziomba msamaha. Itatakiwa tufikie wakati wa ukamilifu Jehova, kama unavyozungumza kwenye Mathayo 5:48 ya kwamba mtakuwa kamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Unahitaji tuwe wakamilifu kabla hatujachelewa. Hivyo Mungu wa mbinguni na mwenye uwezo wa kutukamilisha ni wewe. Kadri unavyodumu kwenye chumba cha patakatifu mno juu mbinguni, ndivyo nasi tutadumu kutafuta uso wako. Tafadhali Jehova, usiufiche uso wako tunapokutafuta. Mimi na mtazamaji na wengine wote ambao watapata mafundisho ya Jehova, tunahitaji neema yako iweze kutuongoza mno, hasa katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Tuna imani ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni utakuwa na sisi mwanzo wa somo hili, lakini pia ukitufundisha namna ya kuenenda vyema katika maisha haya yaliyosalia katika dakika hizi za mwisho za kufunga historia hii ya ulimwengu. Baba, tunashukuru kwa sababu umesikia maombi yetu. Utakuwa na sisi, utatuongoza kwa Kristo Yesu aliye hai. Amen. Tunafahamu Musa aliambiwa na Mungu wamtengenezee patakatifu ili aweze kuketi pamoja nao. Toka Mwanzo 3:10 ambapo Mungu aliweka uadui kati ya mwanadamu pamoja na shetani. Kumekuwa na vita, kumekuwa na changamoto nyingi, na wanadamu wamekuwa na kuanguka na kuinuka. Wamekuwa kidumu kwenye dhambi na kuinuka, kwa sababu hatuwezi kushinda hizo dhambi kwa nguvu zetu. Na tunafahamu ya kwamba wana wa Israeli wakati Musa alipoitwa Sinai, Mungu aliposhuka kwao, walitoa ahadi ya kwamba yale maagizo ambayo Mungu alimwagiza Musa waambie, walisema kwamba watayatenda yale maagizo. Lakini haikupita tu muda, sawa, wakawa wameasi. Kitabu kile cha Kutoka kinazungumza wazi, ukisoma hata ile sura 32, wakaasi wakatengeneza ndama wa nini? Ndama wa sanamu ya ndama.
na kila ambacho walikizungumza kwamba watatii walikisahau katika akili zao. Lakini kwa nini waliyafanya haya mambo? Ni kwa sababu walitamka kila ambacho walikuwa hakiwezi. Wapendwa, hatuwezi kusema kwamba tunaweza kushinda dhambi, lakini tunaweza kusema kwamba Yesu anaweza kushinda dhambi ndani ya maisha yetu. Kama Yesu anaweza kushinda dhambi ndani ya maisha yetu, tunamhitaji sana Yesu. Kwa sababu Yesu akikaa ndani ya maisha yetu yatabadilika. Dhambi ambazo tulizoea kwa nazo wapendwa zitakoma. Majigambo yatakoma. Unyenyekevu utaonekana katika maisha yetu. Kama ndilo lilikuwa jukumu, kama ndio ulikuwa wajibu wa wana wa Israeli. Na huo ndio ulikuwa wajibu wa wana wa Israeli wakati Mungu alipowaambia kwamba washike maagizo yake. Ilitakiwa wamuombe sana Mungu akae katika maisha yao. Kwa sababu walikuwa kwenye upofu wa dhambi walipotoka Misri, hawakujua nini maana mpango wa ukombozi. Mungu taratibu alihitaji wafundishe mpango wa ukombozi. Na ndipo kwenye kile kitabu cha Kutoka 25 Musa anaambiwa na Mungu atengeneze hema takatifu ambapo Mungu angeliketi pamoja nao hawa watu. Maana yake ilikuwa inaanzisha mpango, ulikuwa unafunulia mpango wa ukombozi ambao uliahidiwa toka Mwanzo 3:15 ya kwamba Mungu alikusudia, alitaka keti na nini na wanadamu kama alivyoketi nao Eden. Kwa hiyo imekuwa ni mpango wa Mungu kila wakati kutaka kuketi pamoja na wanadamu. Lakini sisi tumekuwa tunamkimbia huyu Mungu. Anapozungumza kwamba anagonga, anabisha mlangoni pia mioyo yetu, kusudi tuweze kufungua ingie. Lengo lake ni moja tu, anataka aketi pamoja sisi. Anataka aweke ufalme wake katika maisha yetu kusudi dhambi iweze kukoma. Na pasipo Kristo kukita mizizi katika mioyo yetu, dhambi haiwezi kukoma. Wana wa Israeli kwa kuzungumza, kwa kusema tu kwa midomo kwamba watatii maagizo yale, pasipo kumruhusu Mungu hawakuweza kutii maagizo yale. Na mpango wa Mungu siku zote ni kuketi pamoja na watoto wake. Mpango wa Mungu ni kwamba baada ya kuketi nao katika ulimwengu huu, anasema atawakaribisha tena kwake. Kitabu kile cha Yohana 14 mstari wa kwanza ya kwamba amekwenda kutuandalia mahali hayo anachokifanya kutuombea. Lakini pia mpendwa, kadri ukupi wa pelezi unavyozidi kusonga mbele na kuingia kwa walio hai, Kristo anasimama kama mdhamini. Lakini atasimama kama mdhamini kwa wale tu ambao wamekubali kusalimisha maisha yao. Kitabu cha Kutoka 25 kinazungumza wazi ya kwamba Mungu alitamani aketi na wanadamu siku zote, na hata sasa Mungu anatamani aketi pamoja na sisi. Na mpango wa kujenga hema takatifu ilikuwa ni lengo kuketi pamoja na watu wake. Kumbe huu mpango wa ukombozi, wapendwa, haukuishia tu kwa Wayahudi. Ni mpango uliosonga mpaka leo. Tuko kwenye mpango wa ukombozi. Badala ya kutazama hema takatifu hapa duniani, tunatazama tunatazama kule juu mbinguni, ambapo wapendwa, kuna vile vyumba vikubwa viwili. Chumba cha kwanza ambacho ni patakatifu, na chumba cha pili ambapo ni patakatifu mno, ambapo Kristo toka ameondoka hapa alidumu kwa kwenye chumba cha kwanza cha patakatifu, na aliingia mwaka 1844 chumba cha pili cha patakatifu mno. Hivyo atadumu mpaka ambapo kazi itaisha na kurudi kwa watoto wake. Hivyo mpango wa ukombozi na mpango wa ukombozi ulivyofunuliwa kwenye hema takatifu ulikuwa umepewa muda, na muda huu wapendwa ni upi? Tutatazama leo. Mungu wa mbinguni atuongoze tunapojifunza hili somo. Kutoka 25 mstari ule wa 8 mpaka 9, maandiko yanasema kwamba na wanifanyie patakatifu ili nipate kuketi kati yao, sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Kumbe Musa aliambiwa wamjengee Mungu patakatifu. Kwanza mfano wa wa maskani. Maskani unazungumzwa ni ipi? Musa alionyeshwa nakala sawa ya mbinguni. Kumbe alichokifanya Musa, alikuwa ana draft mpango ukombozi, hema takatifu duniani, lakini original yake ilikuwa kule mbinguni. Na ndio maana Kristo alipokuja kafa, huduma zote za kikuhani zilikomea pale, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kuhani. Na huduma zote za kutoa kafara mwaka 31 ili zilikomea pale, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kondoo. Kumbe alichoambiwa Musa ilikuwa ni kivuli, na uhalisia wake sasa tunauona leo japo kwa pazia, kwamba Kristo yuko wapi? Patakatifu mno. Na alitoka patakatifu mwaka 1844 na leo yuko ndani ya chumba cha patakatifu mno. Muda sio mrefu atakuja kwa ajili ya kukomboa watoto wake.
Sasa lazima tuelewe kwamba Kristo hatodumu kuendelea kuwepo kwenye chumba kile cha patakatifu mno. Kama alivyotoka kwenye chumba cha kwanza, atatoka pia kwenye chumba cha nini? Cha patakatifu. Na akitoka, mpango wa kumrejesha mwanadamu utakuwa unaelekea kukamilika. Na mpango huu wa kumrejesha mwanadamu ni miaka 7 wapendwa. Toka Mwanzo 3:15 mpango wa ukombozi huu ulianza kuhesabiwa miaka yake. Na muda wake, limiti yake ni miaka 7, ambapo miaka 9 ni hapa duniani na mwaka wa 1000 ni wapi? Mbinguni. Na baada ya hapo Mungu atakuwa amerejesha tena sura na tabia yake kwa watoto wake, na watafaa kurudi wapi tena? Kurudi tena kwenye bustani ya Eden. Kumbe mpango huo ni ndani ya miaka 7. Je, kikomo chake ni lini? Twende pamoja. Education ukurasa wa 125, ambao ni nukuu ambayo tumekuwa tukitembea nayo kwenye masomo haya, na 126 nasema kwamba dhumuni kuu la Biblia, dhumuni kuu ambalo kwalo kila dhumuni jingine katika kitabu kizima kimejengwa, ni mpango wa ukombozi. Kumbe dhumuni kubwa la Biblia wapendwa ni nini? Ni mpango wa ukombozi. Urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ya mwanadamu. Kuanzia dokezo la kwanza la tumaini katika sentensi iliyotamkwa Edeni, hadi ahadi ya mwisho tukufu ya Ufunuo 22 mstari wa 4, ambapo nazungumza wazi ya kwamba wakati atakaporejesha watamuona uso wake. Watamuona uso wake, na pia jina lake itakuwa nini? Kwenye vipaji vya uso, watamtambua tena. Na huo muda wapendwa ni mpango wa ukombozi, ni urejeshwaji wa sura na tabia ya Mungu. Nasema Ellen White kwamba mzigo wa kila kitabu na kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima hii ya ajabu. Kumbe kila nukta, kila fungu katika Biblia ni ufunuo wa dhima hii ya ajabu ya mpango wa ukombozi. Sema kwamba yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza. Yule anayeelewa mpango wa ukombozi anao wigo mkubwa sana kujifunza. Mpendwa, kwenye maandiko matakatifu kila unachokigusa kinazungumzia habari ya mpango wa ukombozi. Ana ufunguo ambao utamfungulia vyumba vyote vya hazina ya neno la Mungu. Huyo mtu atafunguliwa hazina yote ya vyumba vya hazina vya neno la Mungu. Kama unatamani uweze kuelewa Biblia mpendwa, isome kwa muktadha wa mpango wa ukombozi. Kila unachokiona ndani ya maandiko matakatifu kimefunuliwa kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Na hiki mpendwa kinazungumza wazi ya kwamba mwanadamu anahitaji kurejeshwa. Na kazi leo inaendelea leo ni kumrejesha mwanadamu katika sura na tabia ya nani? Ya Mungu. Ndicho ambacho kimemchelewesha Yesu kuja. Sababu kila anapotazama kwamba wanangu wamejiandaa, haoni kama wamejiandaa, hivyo anadumu kusubiri. Lakini hiki kitu kina ukomo. Hiki kitu kina nini? Kina ukomo. Kumbe kitovu cha mpango wa ukombozi ni nini sasa? Kitovu cha mpango wa ukombozi wapendwa ni hema takatifu. Ni kila Musa alichoambiwa wamtengenezee, ambapo hema takatifu liko na sehemu kuu ngapi? 3. Sehemu ya kwanza ilikuwa inaitwa ua wa nje au outer court. Na hii ukitoka tu mlangoni, sababu hema takatifu ilikuwa imejengwa, mlango wake ulikuwa unaelekea mashariki. Mlango. Kwa hiyo ulikuwa ukiingia kutoka lango la mashariki, ulikuwa ukiingia tu mlangoni unakutana na madhabahu ya kuteketezea. Hii ikiwa ni ishara ya kujitoa kafara maisha unapoanza kumfuata Kristo. Na ulikuwa ukisonga mbele unakutana na birika, ambao ni birika la kutawazia, ishara ya ubatizo. Ukisonga mbele kaskazini yake kulikuwa na meza mikate ya onyesho ambayo ilikuwa ni 12, 6 juu yake kuna ubani. Kuwa na kinara cha taa 7 ambapo kazi yake ni kuangaza unapomfuata Kristo. Na ulikuwa ukisogea kwenye mlango, kwenye pazia ambalo ilikuwa linatofautisha kati ya chumba cha kwanza na chumba cha pili, na maanisha chumba cha patakatifu na patakatifu mno. Kulikuwa na madhabahu ya kuvukiza uvumba. Ndani ukisonga mbele ulikuwa unakutana sanduku la nini? La agano, ambapo kwa pembeni yake kulikuwa na vitabu vya shuhuda, Torati za Musa. Hapo ndani ya sanduku la agano kulikuwa na mana
ambapo ni chakula walichopatia wazee wetu walipokuwa jangwani. Hii ikiwa ni ishara ya kwamba kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Anaweza kutupatia hata wakati ambapo hakuna. Walilishwa chakula kutoka mbinguni, ambapo kwa kumtumainia Mungu tu wangeliweza kuishi maisha yao kwa kumtumainia yeye pasipo kuwa na shida. Na ndani pia kulikuwa na fimbo ya Haruni, ikiwa inamaanisha uongozi wa Mungu. Lazima tutumainie uongozi wa Mungu. Fimbo ya Haruni ambayo ilikuwa ya nini? Ilikuwa inachipusha. Na pia kulikuwa na mbao mbili za amri 10 ambazo zilikuwa zimeandikwa na nini? Na chanda cha Mungu. Sasa hebu tutazame. Tunaelezwa ya kwamba fundisho ila patakatifu ndiyo kiini cha mpango wa ukombozi. Kumbe kama unatamani kuelewa mpango wa ukombozi, lazima ujifunze kusoma habari ya hema nini? Ya hema takatifu. Sehemu zake zote, kazi zake lazima uzifahamu. Mama White kitabu chake cha Pambano Kuu ukurasa wa 488, paragrafu ya 3 anasema kwamba wale wote ambao wamepokea nuru kuhusu mafundisho haya wanapaswa kutoa ushuhuda wa kweli kuu ambazo Mungu ameziweka kwao. Patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo kwa niaba ya wanadamu. Inamhusu kila mtu anayeishi duniani. Inafungua mpango wa ukombozi. Inamhusu kila mtu anayeishi duniani, kwa sababu inafungua mpango wa ukombozi. Inatupeleka mpaka mwisho wa wakati na kufunua matokeo ya ushindi wa shindano kati ya haki na dhambi. Inatupeleka mpaka mwisho, wapendwa. Mungu anapofunua ushindi wa dhambi, nasema ni yenye umuhimu wa juu kabisa, ambayo wote wanapaswa kuyachunguza kikweli kweli mafundisho haya na kuwa tayari kumjibu kila mtu ambaye anawauliza sababu ya tumaini ambalo liko ndani yao. Nini mpendwa? Hema takatifu. Na Mungu wetu wa mbinguni, baada ya kuwa tumeingia dhambini, alitangaza mpango wa ukombozi. Mwanzo 3:15. Baada ya kuweka uadui, na kazungumza wazi ya kwamba mtoto wa mwanamke angelipondwa kisigino ambaye ni Kristo, lakini uzao wa joka Kristo angeuponda nini? Angeuponda kichwa. Ilikuwa tangazo. Utimizwaji wake ni 31 AD, Yesu alipojitoa kafara. Shetani alimponda Kristo kisigino. Kristo alianza mpango wa kumponda shetani kichwa. Bado shetani hajapondwa kichwa, sababu kuponda kichwa ni kufa kabisa. Atakamilisha atakapohamisha dhambi ya watoto wake kwa mbuzi wa Azazel ambao ni shetani, na miaka 1000 kudumu duniani hapa shetani akiwa hana wa kumdanganya tena, na baadaye kifo cha milele. Kristo atakuwa amekamilisha mpango wa ukombozi. Lakini utakamilika pale ambapo wanadamu tena watarejea katika bustani ya Edeni. Kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 4. Kulikuwa na sehemu kuu 3 nimesema, ua wa nje, ambapo ndipo mwanzo wa kazi ya ukombozi. Patakatifu, sawa. Kumbe unapoingia tu mwanzo pale, unapojitoa kwa Yesu na kumkubali Kristo kwa kutoa maisha kafara kwenye madhabahu ya kuteketezea, maana yake pale unamkubali Kristo, na hapo anasema anatuhesabia haki kwa imani. Sababu ukombozi si kwa nguvu zetu. Tunapochinja, wanapokuwa wakichinja yule mwana kondoo au mwana mbuzi, wapendwa, ilikuwa ni ishara kwamba hatuwezi kujiokoa mpaka damu ya mwana kondoo. Hapo ndipo ambapo watu tunaanza kuhesabiwa haki. Ndipo somo la haki kwa imani limejengwa hapo. Na mdhambi alifanya hivyo ili kusudi aweze kujutia dhambi zake. Kumbe hawezi kumplizi Mungu mpendwa kama haujajitoa, kama haujatoa maisha kwa kafara, kama haujakubali kuyaacha mambo ya zamani. Kumbe tunapoingia kwenye madhabahu ya kutekelezea, wapendwa, ndipo ambapo tunaanza kufanyaje? Hapo ndipo ambapo tunakubali kuyaacha yote, tunabatizwa. Ambapo kwenye ua wa nje tunahesabiwa haki, lakini chumba cha kwanza patakatifu hapa ni utakaso ambao ni endelevu mpaka atakapo komesha Kristo kazi ya ukombozi. Lakini patakatifu mno, wapendwa, ndipo kazi ya ukombozi inapohitimishwa na kukamilishwa. Kwa hiyo kulikuwa na sehemu tumesema ya kwanza, kulikuwa na sehemu ya pili na ya tatu, ambapo sehemu ya kwanza tumesema ulikuwa unakutana na nini? Unakutana na mlango, ukiingia langoni unakutana na nini?
na madhabahu ya kuteketezea. Lakini sehemu ya pili mpendo, kunakutana na birika ambalo makuhani walitakiwa kuiosha, ambapo ni ishara ya ubatizo. Kumbe muumini yeyote ambaye anataka kumfuata Kristo hawezi kuanzia kwenye ubatizo kwanza. Ni lazima kwanza aanzie langoni, ambapo lango ni Kristo, na baada ya kuingia langoni mpendwa, huwezi kumbatiza mtu tu ambaye mjui Kristo. Hiyo ni itakuwa tu ni sawa na kumuosha. Na leo wapendwa, niwaambie hiki kitu kinatendeka sana. Tunabatiza kusudi kuongeza idadi ya watu kanisani. Hiki kitu wapendwa kitakosti maisha yetu. Kwa sababu lazima mtu amjue Yesu. Akishamjua Yesu anamwamini, na huyu mtu akishamfahamu Yesu anakuwa tayari kuyaacha yote. Ukimwambia hiki Mungu akikubali, yuko tayari kukikubali, yuko tayari kukiacha. Na ndio maana kuna viapo wakati wa batizo kwamba tunapojitoa kwa Kristo wapendwa, tunakubali kuyaacha yote, na tunakubali ya kwamba tutatembea na Kristo. Unaweza kukutana na mtu amebatizwa lakini bado haelewi kwa nini amebatizwa. Ni kwa sababu hajaanza na Kristo. Ni kubatiza kwa kuongeza namba. Ilikuwa ni lazima kwanza mdhambi aingie langoni ambao ni kwa Kristo, aje kwenye madhabahu ya kuteketezea, asonge mbele kwenye ubatizo ambapo ni bilika la kutawazia. Na baada ya hapo mpendwa, itakiwa asonge ndani, ambapo ukiingia ndani mpendwa, kwenye upande wa kaskazini ulikuwa unakutana na nini? Na meza ya mikate ya onyesho. Ilikuwa ni 12. Na hii mikate ya onyesho pendwa ilikuwa inaliwa siku ya Sabato na kuandaliwa siku ya Sabato. Ilikuwa ni ishara ya kwamba siku ya Sabato ndipo ambapo huwa tunakula neno kwa uhakika. Sasa ukikuta Sabato siku hiyo imepita mpendwa, mmeishia kuzungumza tu, hamjalishwa neno, ukweli wa leo ni hasara. Kwa sababu siku ya Sabato ilitolewa na Mungu kwa wajibu wa kujifunza ukuu wake. Na mikate ya onyesho ilikuwa ni 12, ikiwa ni mfanano wa kabila 12 za Israeli. Na juu mpendwa ya meza hii kulikuwa na uvumba, ambapo ni ishara ya maombi. Na neno ni Kristo, na neno ni maandiko matakatifu. Kumbe mtu anapojitoa kwa Kristo na kubatizwa, lazima aendelee kusonga mbele kwa kujifunza Biblia na roho ya nabii kwa maombi. Na baadaye kulikuwa na upande mwingine na kinara cha taa 7, ambao tunafahamu taa maana yake ni nuru, kazi yake ni kuangaza. Na taa ni kanisa. Taa 7 maana yake ni uangazaji wa kanisa la Mungu ndani ya vipindi vyote 7, ambapo mafuta ni Roho Mtakatifu, ambapo mzambi anapokuwa amejifunza Biblia kwa maombi, ilikuwa lazima aingie kushuhudia. Na akitoka kushuhudia mlangoni, ambapo kulikuwa na pazia lililokuwa linatenganisha kati ya chumba cha kwanza na cha pili, kulikuwa na nini? Na madhabahu ya kufukiza uvumba, ambapo uvumba ni kazi ya Kristo, maombi ambayo mpendwa yamechanganyika na manukato safi ambayo ni Kristo. Kwa hiyo tunapopata uzoefu huu lazima tuende tukamwambie haja zetu Kristo. Baadaye walikuwa nasonga mbele zaidi, ambapo unakutana na sanduku la agano. Ndani yake kulikuwa na mbao 2 ambazo ni sheria za Mungu. Kumbe mzambi anapotoka kwenye chumba cha kwanza, itakiwa asonge mbele kwenye ukamilifu zaidi wa kushika sheria za Mungu na kumtegemea Mungu kama fimbo ya Haruni ilivyo, maongozi ya Mungu, lakini pia na kutegemea, tumelewana, mana ambapo ni utoshelevu, yani Mungu anajitosheleza. Lakini kwa juu kulikuwa na kifuniko hicho kilikuwa na makerubi wawili, ambapo Shekinah au tukufu wa Mungu ulikuwa unaonekana. Na pembeni ya sanduku la agano Musa aliambiwa aweke nini? Musa aliambiwa, ukisoma Kumbukumbu la Torati 31:26 inazungumza watu kama alikiwa aweke shuhuda, vitabu vya shuhuda, ambapo vingewashuhudia hawa watu. Na kwetu sisi leo kwa sababu tunasema kwamba huu ni uhalisia wake. Leo tuko ndani ya chumba cha patakatifu mno, sababu Qur'ani yuko kule. Hizi shuhuda ni nini? Shuhuda ni maneno ya Ellen White, ambapo wengi tunayakataa. Shuhuda za Mama White, sababu Musa alikuwa ni nabii, Ellen White ni nabii. Shuhuda zilidumu wakati Musa alipokufa. Shuhuda pia za Mama White zimedumu wakati ambapo Ellen White amekufa. Zilitakiwa ziongoze watu kuingia wapi? Kanani. Lakini pia hizi shuhuda za Mama White zinatuongoza kuingia wapi? Kanani. Leo tunakataa shuhuda za dada White, za nabii wa Mungu,
Hii ni changamoto wapendwa. Lazima tuelewe. Mpango wa ukombozi umejengwa kwenye sehemu tatu wapendwa. Huo wa nje ambapo tunasema ni kuhesabiwa kwa imani. Mpango wa ukombozi wapendwa ulikuwa umejengwa kwenye sehemu tatu tumesema. Ua wa nje ambapo kuna vitu viwili vikuu. Cha kwanza tumesema madhabahu ya kuteketezea. Cha pili tumesema ni birika la kutawadhia ambapo ni ishara ya kafara na ubatizo. Lakini patakatifu kulikuwa kaskazini na meza ya mikate ya onyesho ambayo ilikuwa ni 6 pamoja na uvumba juu. Kusini kulikuwa na vinara vya taa 7. Mlangoni kati ya pazia la hema ya ndani patakatifu mno na patakatifu kulikuwa na madhabahu ya kufukiza uvumba. Ndani sanduku la agano. Hivyo mpango wa ukombozi wapendwa ulikuwa ni lazima uingilie wapi? Uingilie langoni mashariki. Na ndiyo maana kuna maana ya kwamba hilo lango lilikuwa mashariki, kwa sababu unapoingia haukutakiwa urudi tena mashariki. Mashariki kuna jua. Ndiyo maana kwenye kitabu kile cha Ezekieli 8 na 9, Ezekieli anaonyesha wazee wakiabudu jua kwa sababu walikuwa wameshaacha hekalu wanaabudu jua. Na leo idadi kubwa ya watu wana masanamu yao. Watu wanavunja sabato. Hiyo ni sanamu. Huo ni ibada ya jua. Mapambo. Watu kutokuvaa nguo za staha, kusuka nywele ni mapambo ambayo ni ishara ya kuabudu jua. Badala ya kusonga mbele kuingia kwenye chumba cha ndani patakatifu mno, watu leo hii wanaabudu jua nje ya hekalu. Kwa sababu ili kusudi uweze kukamilika mpendwa, utakiwa uingie langoni na kusonga mbele. Lakini ukiwa nje mpendwa, maana yake unaabudu nini? Unaabudu jua. Watu huhisi kwamba kuabudu jua mpaka uliinamie. Hapana. Hata ile tu kufanya mambo ambayo yapo kinyume na sheria za Mungu ni ibada ya jua. Ni ibada ya jua. Ni ibada ya jua. Kumbe huo wa nje ulikuwa ni mwanzo wa kazi ya ukombozi. Kuna chumba cha kwanza patakatifu ambao kuhani Yesu Kristo alianza kazi alipoenda mbinguni, alipokufa. Chumba cha pili ndipo alipo huko ambapo ndipo kazi itakapokamilika. Na mpango wa ukombozi upendwa utadumu ndani ya miaka 7,000. Kama ilivyo tu hali ya ukomo wa dunia, kwa sababu dunia inapokoma mpendwa, tutegemea na mpango wa ukombozi kufanyaje? Kukoma. Tumeshajifunza ukomo wa pambano. Tumeshajifunza leo, sasa tunajifunza, tunasonga mbele zaidi, tuelewe kwa nini tunasema kwamba ukomo upo karibu. Kwa nini? Kwa sababu ya mpango wa ukombozi. Nadhani sasa tutaanza kuelewa vizuri ile masomo ya Masihi 2031. Kwa nini? Pambano kuu kurasa wa 489.1 anasema kwamba nabii wa Mungu, upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu kwa mbinguni ni muhimu sana katika mpango wa ukombozi, kama ilivyokuwa kifo chake juu ya msalaba. Kwa kifo chake alianza kazi hiyo ambayo baada ya kufufuka kwake alipaa kwenda kukamilisha mbinguni. Ni lazima kwa imani tuingie ndani ya pazia. Lazima kwa imani tuingie ndani ya pazia wa patakatifu, patakatifu mno. Kazi yake nini? Kutukamilisha. Lazima tukubali kukamilishwa. Kama hatutokubali kukamilishwa, maana yake ni kwamba hatutoweza kurejeshwa. Sema kwamba pale nuru kutoka katika msalaba wa Kalvari inaachiwa. Pale tunaweza kupata utambuzi sahihi wa siri za ukombozi patakatifu. Ndipo tunapoweza kupata siri ya nini? Ya mpango wa ukombozi. Kwa kweli Kristo alipojitoa pale Kalvari 31 AD alikuwa anafunua mpango wa ukombozi, ambapo ndani ya miaka 1500 Musa aliambiwa jenge. Sasa uhalisia wake ulianza kuonekana 31 AD. Na pale nazungumzwa wazi ya kwamba miaka 4000 ilikuwa inakoma. Ya nini? Toka mpango wa ukombozi utangazwe Edeni kwenye Mwanzo 3:15, miaka 4000 ilikuwa inakoma. Na tunaambiwa kwamba kutakuwa miaka 2000 tu toka mwaka wa 31 ambapo tutegemea mpango wa ukombozi wapendwa kuhitimishwa. Tuna muda gani? Muda ni chache, kazi ni kubwa. Na pambano kuu kurasa wa 327. Nabii wa Mungu anazungumza wazi, katikati ya juma atakomesha kafara na dhabihu. Alikomesha kweli. Katika mwaka wa 31 baada ya Kristo, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubiwa. Dhabihu kuu iliyotolewa Kalvari ilikomesha utaratibu wa dhabihu za kuteketezwa ambao kwa muda wa miaka 1400 ulikuwa ukielekezwa kwa mwana kondoo wa Mungu. Mfano ulikuwa umekutana na halisi.
Yaani yale Musa aliyoonyesha ilikuwa nini? Ilikuwa ni kivuli. Ile kuchinja kondoo ilikuwa ni kivuli. Sasa anakuja aliyekuwa ameandikiwa kwenye Torati, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Kumbe mfano wa pendo ulikuwa umekutana na nini? Na halisi na kafara na dhabihu zote na utaratibu wa kutoa kafara na sherehe ilikomea pale. Pale mpango wote wa kutoa makafara ukakoma. Toka pale 31 AD miaka 2000. Itakuwa ni mwisho wa miaka 6. Miaka 1000 mbinguni mpango wa ukombozi unakoma, ambapo Mungu atamuondoa kabisa mbuzi wa Azazel. Sasa mbuzi wa Azazel wapendwa, itakiwa baada ya kutwishwa mzigo itakiwa apelekwe wapi? Jangwani. Jangwani itakuwa ni duniani baada ya miaka 6. Na baada ya hapo itakiwa aachwe uawe. Atauawa shetani baada ya kuangamizwa. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Ibrania kinazungumza wazi ya kwamba Kristo yeye ndiyo mwenye kufanyaje? Kuanzisha na hatahitimisha. Alianzisha nini? Alianzisha mpango wa ukombozi 31 AD. Ataukamilisha atakapohamisha dhambi kutoka kwenye chumba cha pili, ambapo atazibeba kama kuhani na kuhamisha kuweka kwa mbuzi wa Azazel. Hapo ndipo mpango wa ukombozi utakapokuwa uelekea kukamilika. Ibrania 12 mstari wa 2 nasema kwamba tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu wapi? Mbinguni. Akifanyaje? Akitupatanisha, akituombea. Kumbe wapendwa, na hii kazi, kwa sababu tumezungumza kwamba itakuwa na ukomo chake, hii kazi haitaendelea, itakuwa na ukomo. Itakuwa na ukomo hii kazi. Haitaendelea tu miaka yote, na ukomo wake mpendwa ni miaka mingapi? Ni miaka 7,000. Ndio ukomo wake. Ndio mpango utakapokuwa kamilika. Lakini miaka 6,000 mpendwa ni kuhani atakapotoka wapi? Chumba cha patakatifu, patakatifu mno. Hapo atakuwa ametoka. Maana yake kutakuwa tena hakuna upatanisho, kutakuwa hakuna rehema tena, na miaka 1000 mbinguni kwa ajili ya hukumu ya dhambi. Maana yake wa dhambi pia lazima wanao wapelelezwe, na hapo maana yake dhambi sasa za wale wa dhambi zinabaki kwa dhambi milele, na hapo shetani anaangamizwa na wadhambi. Hapo ndipo miaka 7,000 itakapokamilika na mpango wa ukombozi kukamilika. Na tunaweza kudhibitisha hili kwenye vitabu mbalimbali vya nabii wa Mungu Ellen White ya kwamba mpango wa ukombozi wapendwa una kikomo chake. Kuna kikomo. Matukio siku za mwisho, ukurasa wa 40, anazungumza wazi kwamba kuna ukomo ambapo hukumu za Mungu kamwe haziwezi kukawia. Kuna kikomo. Kuna kikomo wapendwa, ambapo hukumu za Mungu haziwezi kukawia. Lakini pia Levin Hellard gazeti hili la 1897 Juni 15, nabii wa Mungu pia anazungumza kwamba wakati huu karibu sana ambapo mwanadamu atafikia kikomo kilichoamliwa. Kumbe kuna kikomo ambacho kimeamliwa, na kikomo chake ni kipi wapendwa? Ni miaka 7,000 ya mpango wa ukombozi. Hivi sasa karibu amevuka mipaka ya uvumilivu wa Mungu, kikomo cha neema yake, kikomo cha rehema zake. Kumbukumbu za matendo yake katika vitabu mbinguni umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepungua. Kutakuwa mpendo na kikomo. Kutakuwa na kikomo. Lakini pia Levin Hellard hiyo ya Januari 11, 1887 paragrafu ya 5 anasema pia hivi Ellen White: kwa ukamilifu usiokosewa, yeye asiye na mwisho ameweka hesabu na mataifa yote. Wakati rehema zake zimeambatana na wito wa toba, hesabu hii hubaki wazi. Lakini pale ambapo kikomo fulani ambacho Mungu amekiweka kikomo kinapofikiwa, umwagaji wa hasira yake huamliwa, hesabu hufungwa, uvumilivu wa Mungu hukoma. Hakuna tena uombezi wa rehema kwa ajili yao. Maombezi yanakoma lini? Maombezi yatakoma mwisho wa miaka 6,000. Pendwa, na tuna wakati mchache sana kutoka mwaka 31 AD. Tunategemea 2031 mpendwa.
kwa ratiba ya Kristo. Ukomo wa miaka 6 unakwenda kugota pale. Hatufahamu ni nini kitatokea, lakini ushahidi ni kwamba anakuja tena mara ya pili. Kuja tena mara ya pili wapendwa. Amazing Grace ukurasa wa 371 paragrafu ya pili. Uvumilivu wa Mungu ni wa ajabu. Haki husubiri wakati ambapo rehema zikimsimu dhambi. Lakini haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake cha enzi. Ulimwengu umeimarika katika uasi wa sheria ya Mungu kwa sababu ya uvumilivu wa muda mrefu. Muda nini mrefu? Sikiliza na kwa makini. Wanadamu wamekanyaga mamlaka yake. Lakini kuna mstari ambapo hawawezi kuupita. Mstari gani wapendwa huo? Miaka 6. Hawawezi kuupita muda huu karibu ambapo watakuwa wamefikia kikomo kilichoamliwa. Inaitwa appointed time. Sasa tunapozungumza hivi watu nasema kwamba ni time setting. Hivi unaweza kumsetia muda Mungu? Mpendo, unaweza kumsetia muda Mungu? Yaani umsetie Baba mbinguni muda. Alichokisema ndicho kitakachotokea sababu yeye ni Mungu na hakosei. Hatumsetii muda Mungu. Inaitwa alivyoamua yeye, appointed time. Na amepointi wapi? Amepointi miaka 6. Nasema kwamba hata sasa karibu amevuka mipaka ya uvumilivu wa Mungu, mipaka ya neema zake, mipaka ya rehema zake. Bwana ataingilia kati na kulinda heshima yake kwa kukomboa watu wake na kutumbua jipu la uovu. Sketch from the life of Paul ukurasa wa 318 anasema kwamba kwa uvumilivu usiokosewa yeye asiye na mwisho huweka kumbukumbu ya mataifa na watu binafsi. Kwa muda mrefu rehema zake zimetolewa kwao zikiambatana na wito wa toba. Lakini pale ambapo hatia inapofikia kikomo fulani ambacho amekiweka, basi rehema ukoma na umwagaji wa hasira zake huanza. Sketch from the life of Paul. Christian Experience and Teaching ukurasa wa 185 paragrafu ya 3 nasema kwamba kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Baada ya kulainishwa na subira na uvumilivu wa muda mrefu ambao Mungu ameufanya kwa ajili yao, wale wasiomcha Mungu na kutopenda kweli, mioyo yao hutiliwa nguvu katika uovu. Lakini kuna kikomo. Kuna nini? Kuna nini mpendo? Sikiliza kwa makini. Kuna kikomo hata katika uvumilivu wa Mungu, na wengi wanavuka mipaka hii, wameipita mipaka ya neema, na hivyo Mungu lazima akatishe na kulinda heshima yake. Last Day Event ukurasa 40 paragrafu ya 3 nasema kwamba wakati rehema za Mungu huvumilia kwa muda mrefu juu ya dhambi, kuna kikomo ambacho wanadamu hawataendelea katika dhambi. Kuna kikomo, there is a limit. Pale ambapo kikomo fikiwa, basi fursa za rehema huondolewa na umwagaji wa hukumu huanza. Tutapata pia kwenye Wazee wa Nabii ukurasa wa 163. Pambano kuu pia ukurasa wa 36 paragrafu ya 2 nasema kwamba kutotii na kukosa shukrani vina sababu kubwa kwa ajili ya shukrani kwa rehema na uvumilivu wa Mungu katika kuzuia ukatili na mamlaka yenye nia mbaya ya mwovu. Lakini wakati wanapovuka mipaka kwa uvumilivu wa Mungu, kizuizi hicho kinaondolewa. Mungu hawezi kusimama mbele ya mkosaji kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya uasi, bali huwaacha wakataaji wa rehema zake wao wenyewe wavune kile walichokuwa wamekipanda. Kila mwale wa nuru uliokataliwa, kila onyo lililodharauliwa au kupuuzwa, kila tamaa iliyoendekezwa. Leo watu tunajifurahisha kwenye tamaa za dunia hii. Watu tunapenda uzinzi, tunapenda mambo ya dunia, tunapenda starehe za dunia hii. Tamaa iliyoendekezwa. Nasema kwamba kila uhalifu wa sheria ya Mungu ni mbegu iliyopandwa ambayo itatoa matunda yake daima. Roho wa Mungu anapopingwa daima, hatimaye anaondolewa kutoka kwa mwenye dhambi, na kisha hapo hakuachi nguvu yoyote ya ulinzi wowote dhidi ya uovu na wadui wa nani? Wa shetani. Last Day Event ukurasa 40 pia .4 nasema kwamba wakati unakuja ambapo katika majivuno yao na kuto kujali wanadamu watafikia hatua ambayo Bwana
hata waruhusu wavuke, na watajifunza kuwa kuna kikomo katika uvumilivu wa nani? Wa Yehova. Kuna kikomo. Sasa tuweza zungumza sana habari ya kikomo. Ishara zipi kwamba kikomo kipo tayari kufikiwa? Tunafahamu wakati wa kipindi cha Nuhu. Soma Mwanzo 6 inaeleza wazi ya kwamba wanadamu walipoanza kuzidi katika uso wa nchi, mawazo yao yalikuwa ni kutenda uovu tu, na hawakumpa sifa Mungu huyu. Na wanasema kwamba wakati huo Mungu hakuruhusu watu waendelee kwa sababu kikomo chao kilikuwa kimefika. Pointi moja ya kwamba kikomo kinakaribia kufika ni idadi kubwa ya watu. Leo kwa idadi ya watu wangapi? Wanasema ni takriban bilioni 8 hivi kwa statistics ya mwaka 2022. Lakini wakati ule mpendwa, inasadika kwamba watu waliouawa nenda ka search answers, afu search how many people died in the flood of Noah days. Inasadika kwamba walikufa watu bilioni 7. Bilioni 7 waliouawa. Zungumza wazi kitabu cha Mwanzo 6:1-5 kwamba ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefi walikuwepo duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Haya mambo tuyaoni leo hii kwa sababu ya kuongezeka idadi kubwa ya watu. Sasa watu najichagulia tu. Vijana vipi? Watu wazima vipi? Hali ikoje? Hali ni mbaya. Leo uzinzi inaitwa starehe, kama ilivyokuwa wakati wa nini? Wakati wa Nuhu. Kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo leo mambo yalivyo. Nazungumza wazi kwa Wazera Manabii ukurasa wa 90, nabii wa Mungu kwamba wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa. Kipindi kile walikuwa ni wakubwa. Mimi wawe 2, halafu upara wawe 6. Kubwa. Wanadamu walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adam alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungefanya maisha kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Leo si ni miaka 70. Sasa wenzetu walikuwa wanapimwa kwa karne. Yaani mtu akifikia karne 1, sasa hapo ndipo kijana huyu. Leo hii kijana ni kuanzia miaka 18. Lazima tumtafute Mungu. Dhambi wapendwa dhambi inaumiza, dhambi inatisha. Leo hii miaka 20 ni kijana. Pendwa, dhambi inaua. Tuacheni dhambi. Tuacheni dhambi wapendwa. Tuacheni dhambi wapendwa. Dhambi wapendwa inaua, dhambi inatesa. Kutoka karne leo tunahesabu miaka 70. Dhambi inaua wapendwa. Lazima tukubali kuiacha dhambi. Itatuua dhambi. Itatuua. Anasema kwamba nabii wa Mungu, kama watu hao walioishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejua ili kumtumikia Mungu, wangelifanya jina la muumbaji wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao la kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Kama leo tunasema kwamba sayansi imekuwa kubwa, lakini niwaambie kitu kimoja. Sayansi hao watu ilikuwa ni kubwa vibaya mno. Sayansi hao watu ilikuwa ni kubwa. Kama waliweza kutengeneza mnala mpaka Mungu akashtuka. Leo hii majengo marefu, utakutana Burj Alfa,
utakutana Twin Tower, ndio majengo marefu duniani. Lakini wakati ule mpaka Mungu akaogopa. Leo hii kuna chochote kinachomtisha Mungu? Na nasema kwamba leo tuna teknolojia ya wanefili, yale mazee yaliyokuwa na nguvu, hatuwezi kuifikia. Mungu akaona angewaacha wale watu mpendwa, leo sisi ingekuwa wapi? Na hivyo kadri teknolojia inavyosonga mbele, tunamkufuru mpaka Mungu. Watu mpaka wanataka watengeneze watu maroboti. Mungu hatotuacha. Kama alivyowakomesha, anakwenda kutukomesha. Idadi kubwa ya watu ni kipimo cha kukoma kwa rehema za Mungu. Leo hii duniani ni statistics, tunategemewa kwenye statistics kwenye sensa ya 2022 takriban bilioni 8. Kile jambo la pili, maovu kuongezeka, ushoga, mauaji, ibada ya nini? Ibada ya sanamu. Tumeona cha kitu kwamba wakati wale watu wanaongezeka, kinachowazwa ni nini? Kinachowazwa ni dhambi tu. Kama leo jinsi ambavyo wanawaza watu uzinzi, watu wanawaza kupanua mamiladi ambayo wanayapata kwa kudhulumu wengine, inawazwa rushwa, unawazwa ushoga, watu wanawaza kufurahia ulimwengu, wanawaza kulewa. Ndivyo ilivyokuwa wakati ule, ndivyo inakwenda kujirudia tena. Kwa nini? Leo paka wanasherehekea Pride Month. Wanatenga muda kwa ajili ya kusherehekea mwezi wa mashoga. Mungu hawezi kutuacha. Nazungumza wazi kwamba ujio wa Kristo utakuwa kama wakati wa nini? Wa Sodoma, kama wakati wa Nuhu. Mathayo 24:37 na 39 nazungumza wazi kwamba kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa nini? Wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa kila na kunywa, wakioa na kufanyaje? Walikuwa hawanywi maji mpendwa. Nini? Pombe. Leo walikuwa wakiona kuolewa, sio kuona kuolewa tu. Leo hii sio kuona kuolewa. Unaoa akikushinda, yani ikitokea tu siku mmetofautiana au unamuonaonaje, unaoa mwingine. Ndoa za hivyo ni makufuru, ni machukizo kwa Mungu. Ndoa za mitaala, mtu tu anaamua wewe hata watu 10. Ibada ya shetani, ya joka. Mungu aliyomwambia mtu mmoja kwa mtu mmoja, rizika na mke wako, rizika na mume wako. Vijana rizikeni, acheni uzinzi, acheni uasherati. Ukomo wa pambano upo karibu kufika. Sema kwa wakiona kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue. Ndivyo inavyokwenda kutokea. Ukomo unakwenda na watu bado wanashangaa kwamba inawezekanaje 2031 ukomo wa pambano ufikiri. Watu wanashangaa, wanaangalia, lakini mpendwa, Biblia na roho nabii haidanganyi. Kwa sababu kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa ujio wake nani? Wakati wa ujio wake Kristo. Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake Yesu Kristo. Wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake nani? Mwana wa Adamu. Mungu aliwaacha kwenye Warumi 1:26 wafuate tamaa zao wenyewe. Sema kwamba hivyo Mungu aliwaacha kwenye Warumi 1:26-28. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Ndio Mungu leo kawaacha watu wanaona kana kwamba Mungu hayupo, ila amewaacha. Nasema hata wanawake wakakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, wanaume nao vivyo hivyo wakayaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyopaswa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yalivyo haki yao. Mungu atalipa. Na kama walivyokataa kuona Mungu katika fahamu zao, leo tunamkataa Mungu katika fahamu zetu kwa kujaza mambo ya ovyo ndani ya akili zetu. Vijana, pornography, muziki ya kidunia, mambo ya ajabu, movie season ndani ya akili. Tumemkataa Mungu, hatutaki. We don't need Bible. Kama walivyokataa kuona Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye mpendwa yasiyowapasa.
Sikiliza anavyozungumza nabii wa Mungu, yaliyokuwepo ndivyo yapo leo. Nasema ndoa za mitaala, yaani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu wakati wa mwanzo. Mungu hajaanza kuzuia leo, ilikuwepo toka zamani. Bwana alimpa Adamu mke mmoja, akionyesha utaratibu wake katika jambo hilo. Lizikeni wapendwa. Lakini baada ya anguko, watu walichagua kufuata tamaa zao za dhambi, na matokeo yake mauaji yaliongezeka kwa kasi. Si mahusiano ya ndoa wala haki ya kuwa na mali zilizoheshimiwa. Ndoa hazikuheshimiwa. Si ajabu mtu anafahamu kabisa, anafahamu yule ni mke wa mtu, lakini bado anamtafuta. Ndoa haziheshimiwi. Mwanamke anafahamu kwamba yule ni mume wa mtu, lakini bado anatafuta. Ndoa haziheshimiwi. Kijana anafahamu kwamba yule ni mke wa mtu, lakini bado haelewi. Ndoa haziheshimiwi. Nasema kwamba yeyote aliyechukua wake au mali ya jirani alifanya hivyo kwa nguvu. Kama leo nguvu ya pesa, nguvu ya mali inaharibu kabisa mahusiano, na watu waliheshimiwa kwa vitendo vyao vya kutumia nguvu. Biblia inasema kwamba walifurahia kuwa wanyama na matumizi ya nyama kama chakula, na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi kufikia hatua ya kuyachukulia maisha ya wanadamu katika tofauti na kushangaza. Ndivyo leo. Kingine ambacho kinaonyesha kwamba ukomo karibu, mabadiliko ya tabia nchi. Mazungumza wazi ya wataalamu ya kwamba the 2030 climate change deadline. Sema kwamba yani 2030 ndipo ambapo kuna ukomo wa nini? Mabadiliko ya tabia nchi. Mnafahamu kwamba pia ni Uingereza, yule mfalme wa Uingereza ameweka sasa inasoma miaka 6 mpaka 2030. Unajuaje hawa watu? Unafahamu vipi? CNN pia inazungumza wazi. CNN, planet has only until 2030 to stem catastrophic climate change, expert one. Yani ulimwengu wetu una mpaka mwaka 2030 kushuhudia mabadiliko ya tabia nchi mabaya. Wataalamu wanaonya. Kingine nini? Ukomo wa miaka 6000. Pamoja kwa ukurasa wa 518 tutajifunza ya mambo. Ukomo hapa ambao tutajifunza kwamba ni 2031 tutajifunza, na hii pia ni ishara moja wapo ya kwamba hukumu za Mungu hazitacheleweshwa. Manake mwisho wa mpango wa ukombozi, wapendwa, unakwenda kugota, unakaribia. Rehema kwa mwanadamu inakaribia, na Kristo atatoka kwenye chumba cha nini? Chumba cha patakatifu mno. Atatoka aje ahitimishe kwa kuweka dhambi kwa mbuzi wa Azazel. Sema kwamba pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo limeendelea kwa takriban miaka 6000 karibu litakwisha. Kwa hivyo mwovu anazidisha juhudi zake maradufu ili kushinda kazi ya Kristo anayofanyaje, wapendwa? Anayoifanya kwa niaba ya wanadamu na kukaza watu katika mitego yake. Tulisema alipokufa Yesu ilikuwa ni miaka 4000, ongeza miaka 2000, amekufa 31, ongeza miaka 2000, 2031. Kwa hiyo wakati huu Yesu Shetani anafanyaje? Shetani anaongeza majaribu. Lengo ni nini? Kukaza, kuwazuia watu kwenye kazi. Kazi inayofanyikaje? Ya kumrejesha mwanadamu, inayofanyika mbinguni. Ndicho hicho. Pamoja kwa ukurasa wa 159, paragrafu ya 3 nasema kwamba kwa muda wa miaka 6000 kazi ya uasi wa Shetani imefanya dunia kutetemeka. Ameufanya ulimwengu kama poli na kuangamiza miji yake, na hawafungui nyumba ya wafungwa wake kwa muda wa miaka 6000. Gereza lake limekuwa likipokea watu wa Mungu. Gereza ni nini? Kaburi, ni kitabu cha Isaya. Na angeendelea kuwashikilia mateka milele, lakini Kristo amevunja vifungo vyake na kuwaachia huru wafungwa. Kuachia watu huru wafungwa. Kristo atafungua wafungwa lini? Wakati atakapowafufua wenye haki. Kwa sababu miaka 6000 pamoja inapokoma, wapendwa,
kuna muda wa miaka 1000 ambapo shetani atabaki duniani hapa kushuhudia kila ambacho alikifanya. Ulimwengu wetu huu wakati Kristo anapokuja mara ya pili, wapendwa, utakuwa kama jangwa. Na ulimwengu, wapendwa, utakuwa umepasuka kwa sababu kutakuwa na tetemeko la ardhi wakati Kristo anakuja mara ya pili, ambapo litainua miili ya watakatifu. Na wakati Kristo anakuja, wapendwa, mbingu itakunjwa kama kurasa. Hakutakuwa na mwezi, hakutakuwa na jua, hakutakuwa na nyota, vyote vitakwenda. Hivyo hapa duniani patabaki giza. Ndani ya miaka 1000 shetani atabaki hapa akitafakari kila alichokifanya. Je, mpendwa, wadhambi watabaki wapi? Watabaki hapa duniani kwa sababu wao watakuwa wamekufa. Kwa shetani hatopata wasaa wa kufanyaje, wa kudanganya. Sikiliza anapozungumza nabii wa Mungu, Pambano Kuu, ukurasa wa 160. Paragrafu ya pili. Kwa muda wa miaka 1000 shetani atatangatanga huku na huko katika ukiwa wa dunia ili kutazama matokeo ya uasi wake juu ya sheria ya Mungu. Mateso yake ni makali sana katika kipindi hiki. Tangu anguko lake, maisha yake ya kushughulika daima yalikuwa yameondoa shutuma. Lakini sasa amenyang'anywa uwezo wake na kuachwa kutafakari sehemu aliyokuwa ameitenda tangia alipoanza kuasi serikali ya mbinguni. Na kuangalia mbele kwa kutetemeka na hofu kuu kwenye mwisho wa kutisha sana, wakati itakapompasa kuteseka kwa ajili ya uovu wote aliyoutenda na kuadhibiwa kwa ajili ya dhambi alizosababisha zitendeke. Kwa muda wa miaka mingapi? Kwa muda wa miaka 1000. Hivyo miaka 6 ni kwa ajili ya rehema, na mpango wa ukombozi ni miaka 7. Na Kristo anakomesha lini kazi yake kama kuhani? Ni mwisho wa miaka 6. Tumejifunza hapa kwamba kikomo kinakwenda kufikiwa. Mungu wetu atubariki sana, wapendwa. Mungu wetu atusaidie sana, kwa sababu tunaishi wakati wa mwisho. Tunahitaji kujiandaa. Mwisho umekaribia. Na watu bado hatuamini. Nini kitakachotuamsha? Ukomo wa pambano, wapendwa, ni karibu. Wengine wanapotazama miaka hii michache iliyosalia sasa mpaka 2031, watu wanaanza kuwaza inawezekanaje? Tumwachie Mungu, sisi tujiandae. Ya Mungu ni ya Mungu. Kazi yetu ni kujiandaa, kuungana na kazi ya kuhani ni patakatifu. Mungu atusaidie sana, wapendwa. Na nahitaji kujiandaa, wapendwa. Lakini pia pasipo kusahau, tulitoa vitabu hivi kwa maksudi ya watu kuelewa kitabu hiki ni cha Masihi 2031. Kinaeleza kabisa kwa ambao hawajakipata bado nakala ni chache. Kitabu hiki kinaeleza jinsi ambavyo kuna unabii mbalimbali ndani ya maandiko matakatifu unaosadifu miaka 6000. Inayoeleza kuhusu habari ya mpango wa ukombozi ndani ya miaka 7000. Lakini pia kuna kitabu kingine ambacho pia nacho kiko tayari, japo nakala zake hapa sina, kinaitwa Saa Kuu ya Wakati. Vitabu hivi vipo, vinapatikana kokote kule. Ukihitaji unavipata wakati wowote na muda wowote ule, kadri Mungu atakavyoruhusu. Vitabu hivi vya Masihi 2031 pamoja na Saa Kuu ya Wakati vipo kwa ajili yetu. Vipo kwa ajili ya kujiandaa na ujio wa Kristo. Kuna muda mchache kujiandaa, lazima tujaze akili zetu na mawazo ya Mungu, tumuelewe Mungu mpango wake. Japo watu wengine bado hawaamini kusoma vitabu. Hili ni pambano. Wenye uhitaji vipo kwa ajili yako, na Mungu wa mbinguni atubariki sana, wapendwa. Ukitaka Masihi 2031 kinapatikana, na Saa Kuu ya Wakati pia kinapatikana. Utatumiwa Tanzania kote, hata unaotazama nje ya Tanzania, kwa mfano Kenya, Zambia, wote mnaweza kupata, kusudi watu waweze kujua tunaishi wakati gani. Mungu atubariki sana, wapendwa. Tunapomaliza tuweze kuhitimisha na ombi. Karibuni sana. Pendwa Yesu, kama tulivyoanza na ombi, tunamaliza na ombi, kwa sababu isingelikuwa kushikilia pepo Jehova, tusingeweza kujifunza somo hili.
Najua shetani anatetemeka anaposikia zikitajwa habari za mpango ukombozi. Anaogopa kwa sababu Jehova unafunua kweli. Hivyo anaogopa, anatamani Jehova atuzuie, lakini kwa sababu Jehova umeruhusu, tunakushukuru sana. Asante kwa wakati huu na muda huu. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Tuandae sote mimi na mtazamaji kwa ajili ya marejeo yako. Tusaidie unapotoka chumba cha patakatifu mno, dhambi zetu Jehova ziwe zimekoma na kuhamishwa kwa mbuzi wa Azazeli. Asante Baba, maana umetusikia. Utatuongoza mwanzo hadi mwisho kwa Kristo Yesu. Amen. 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 Asante, Mungu awabariki sana. Wapendwa, tutaonana panapo majaliwa. Maana Yesu yuaja tena mara. Kumbuka kwamba mapambano bado yanaendelea.